palihitajika uvumilivu. Hawakujua ni tarehe ngapi ahadi ya ujio wa Roho Mtakatifu ingeliweza kutimia. Hawakujua ni siku gani ingeweza kutimia ahadi ile. Hawakujua kwamba huenda labda ingechukua miezi mingapi, au labda huenda ingeweza kuchukua miaka mingapi. Walikaa katika hali ya kungoja, na katika kungoja kule safari hii hawakukaa pasipo kazi yoyote ile ambayo walikuwa wanaifanya, bali walingoja wakiwa katika hali ya maombi. Katika juma hili tutakuwa na tafakari ambazo zitakuwa zimejengwa juu ya dhima inayosema chumba cha kusubiria. Chumba cha kusubiria. Na siku ya leo tutakuwa na tafakari fupi kabisa ambayo ina kichwa cha somo ambacho kinasema chumba cha kusubiria cha uvumilivu. Na tafakari yetu imejengwa katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 1, kama uko na Biblia yako. Matendo ya Mitume sura ya 1 na ile aya ya 4. Biblia pale inasema, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Kabla tujaendelea na tafakari hii, naomba niwaalike tupate nafasi ya kufumba macho na kuomba na kumwalika Mungu kuwa pamoja nasi. Asante Mungu wetu kwa kutupatia siku nyingine nzuri. Tunaona ni upendeleo ambao umetupatia wa kuianza siku hii tukiwa miguuni pako. Tafadhali tunakuomba tunapokuwa katika mianzo ya safari hii, uwe pamoja nasi. Katika siku 5 hizi safiri pamoja nasi, tuongoze katika tafakari ya neno lako, na tutakapokuwa tukilisikiliza neno lako, tunaomba imani zetu zikue, tunaomba tujengwe, tunaomba tutiwe moyo, tunaomba tufundishwe kukaa katika kukungoja, na tunaomba kwamba utubariki hata katika siku ya leo, na tumeomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tunu ya kusubiri au kungoja si jambo ambalo jamii ya sasa inalipendelea sana. Sasa hivi tunaishi katika ulimwengu ambao kila mtu anataka karibu kila kitu kifanyike kwa haraka zaidi kadri ambavyo inawezekana. Na ndiyo maana katika miji mikubwa, miji karibu yote mikubwa, utakuta wametengeneza barabara za magari ambayo yanakwenda kasi zaidi kuliko namna ambavyo imezoeleka katika mwendo wa kawaida. Utagundua kwamba sasa hivi kila mtu anayetumia internet anataka kutumia internet ambayo ina kasi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Maeneo mengi ya biashara sasa hivi ambapo wanauza vyakula yameandikwa fast foods, kwa sababu watu wako na haraka sana. Hata muda wenyewe wa kula hawana, wanakula kwa haraka, wanakunywa kwa haraka, na vyakula tunavyokula ni vilivyotengenezwa kwa haraka sana. Watafiti wa mambo ya teknolojia wanaotengeneza hasa hizi tovuti ambazo tunapenda kuzitembelea tunapokuwa katika internet, wanasema watu wanapenda tovuti ambazo zinafunguka kwa haraka. Na kama tovuti haiwezi ikafunguka ndani ya sekunde 5, basi mtu anakuwa katika majaribu ya kuachana kabisa na hiyo tovuti, hata kama kungekuwa na kitu cha muhimu ambacho anajua angeweza kukipata mahali hapo. Tunaishi katika mazingira ambayo watu wanataka majibu ya haraka, na ndio maana hata mifumo ambayo inatengenezwa sasa hivi katika namna nyingi za teknolojia, utagundua zinatengenezwa kwa namna ambayo zinaweza zikawapatia watu majibu ya haraka zaidi kuliko ilivyokuwa hapo kwanza. Na ndio maana tuko na chatbots katika websites. Ndio maana tuna hii teknolojia ya akili mnemba, tunaita artificial intelligence. AI zinakamata kasi zaidi na zinaendelea kupata umaarufu zaidi, kwa sababu ni namna ambayo watu wanaitumia kupata majibu ya haraka sana.
Lakini sasa hili ni jambo ambalo linakwenda mbali zaidi kuliko mazingira ambayo yanatuzunguka, kwa sababu imefika mahali sasa ambapo inaathiri hata mtindo wetu wa maisha na namna ambavyo tunaishi kila siku. Utagundua kwamba sasa hivi hata watu wanataka ndoa za haraka haraka, watu wanataka ajira za haraka haraka. Hakuna mtu ambaye anataka kusubiri. Tunapokwenda kule supermarket, tunapokwenda mahali ambapo kuna huduma na kuna mstari ambapo watu wanahitaji kuhudumiwa mmoja baada ya mwingine, utagundua huwa kuna huduma ambazo zinatengenezwa, kunakuwa na fast track, kwa sababu kuna watu ambao tayari wameingia katika gurudumu la mzunguko wa maisha ya hali ya kuto kusubiri katika mtindo wetu wa maisha tulionao sasa. Imeathiri hata namna ambavyo sasa maisha yetu yanakuwa katika namna ya maisha ya kiroho. Nilipokuwa nafanya kazi kule Kilimanjaro, nilifanya kazi na mchungaji mmoja ambaye anaitwa mchungaji Elias Jiko. Yeye alikuwa ni mwenyekiti wetu wa conference, na ninakumbuka katika moja ya huduma zake anatusimulia habari ya mwinjilisti ambaye alipokuwa katika maombi hata anadiriki kuomba akimwambia Mungu kwamba sasa kama ni mgonjwa au kama ni jambo fulani nitahitaji ulifanye sasa hivi, maana usipolifanya sasa hivi Mungu sitakuelewa kabisa kabisa. Sasa utaona kwamba ukweli wa mambo kabisa wa maisha ni kwamba tunaingizwa katika gurudumu la kuto kusubiri, lakini ukweli mwingine usiopingika ni kwamba maisha haya yanahitaji tuwe watu ambao tunasubira. Watu wengi katika kizazi hiki kwa kweli hatupendi kuwa katika hali ya kungoja au katika hali ya kusubiri. Na kwa hiyo tunachukizwa sana tunapolazimika kusubiri au kungoja jambo fulani ambalo linaweza likachukua muda kuliko jinsi ambavyo tunadhani. Tunachukizwa wakati ambapo foleni inakuwa ndefu tunapokuwa barabarani. Tunachukizwa wakati mistari inapokuwa mirefu ya kupokea huduma. Tunachukizwa wakati ambapo kompyuta hazifanyi kazi kwa haraka kwa jinsi ambavyo tungetaka zifanye kazi kwa haraka zaidi. Daktari mmoja na mwandishi wa vitabu maarufu ambaye anaitwa Dr. Larry Dossey, ukimtafuta katika mitandao utampata, anasema kwamba watu wanaochukizwa na hali ya kungoja au kusubiri wana ugonjwa ambao unaitwa hurry sickness, ugonjwa wa kuwa na haraka haraka, gonjwa la haraka haraka. Na anasema kwamba hii ni hali ya kuwa na hisia za msisimuko uliopitiliza kiasi kwamba unakosa raha kwa sababu tu ya ukweli kwamba muda unakwenda. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba maisha haya hata iweje muda utakwenda tu, na tunahitaji kuwa katika hali ya utulivu. Watafiti wa mambo ya afya wanaamini kabisa kwamba sio tu wanaamini, wamefanya tafiti ambazo zinathibitisha kwamba kukaa katika hali ya kukosa subira kunaweza kupelekea hata kuwa na changamoto za kiafya kama vile magonjwa ya kisaikolojia ikiwemo misongo na mifadhaiko. Inaweza kupelekea mtu kujenga hali ya kuwa na tabia ya kukasirika mara kwa mara. Inaweza ikapelekea hali ya kuchanganyikiwa. Inaweza ikapelekea kujenga tabia ya kuwa na wasiwasi katika maisha yako. Inaweza ikaathiri hata namna ambavyo unaweza kuwa na concentration. Inaathiri uwezo wa wewe kuwa katika hali ya usikivu. Watu wanaingia katika changamoto nyingi katika maisha haya kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Ninashawishika kabisa kwamba zipo ndoa ambazo zimevunjika, lakini kama watu wangelisubiri kidogo, zile ndoa zingepona kutoka katika zile changamoto, zingepata recovery na zisingefika mahali pa kuvunjika. Ninashawishika kabisa kwamba kuna watu ambao wamepoteza ajira, wamepoteza nafasi ya kuajiriwa, wamepoteza nafasi ya kuendelea na ajira kwa sababu wakati fulani walishindwa tu kungoja na kusubiri jambo fulani ambalo liliwahitaji kuwa na hali ya uvumilivu. Ingawaje maisha haya yametulazimisha kwenda mbio, ukweli utabaki pale pale kwamba uvumilivu
ni moja ya stadi muhimu sana katika maisha ambayo kila mmoja anaishi, na hata katika maisha ya Kikristo ambayo kila mmoja wetu anahitaji kuwa nayo. Kupandishwa cheo pale kazini kunahitaji uvumilivu. Huwa haitokei mwezi wa kwanza unapoingia kazini. Kujifunza ujuzi mpya katika maisha huwa inahitaji uvumilivu. Kushughulika na msongamano wa magari barabarani inahitaji uvumilivu. Kuponya na kushughulika na changamoto za kiafya, hasa za mambo ambayo yametengenezwa kutokana na mtindo wa maisha kwa muda mrefu, inahitaji uvumilivu ili kupata recovery kutoka katika mambo hayo. Kulea watoto kunahitaji uvumilivu. Baadhi ya changamoto nyingi ambazo tunakumbana nazo katika maisha yetu, kwa sehemu kubwa ni changamoto ambazo mara nyingi zinatutaka kusubiri. Kushughulika na miradi mirefu kunahitaji kusubiri. Kushughulika na vikwazo ambavyo vinaweza vikawa vinaathiri maendeleo yako binafsi na ukuaji wako binafsi kitaaluma, kihisia na kiroho, kunahitaji uwe na uvumilivu. Kila kitu kizuri kinachotokea katika maisha yetu kinahitaji tuwe na hali ya kusubiri, na hiyo haina exception hata katika maisha ya kiroho. Kimsingi Mungu anatufundisha mara kadhaa na mahali mbalimbali katika maandiko na katika uzoefu wa watu ambao alihusiana nao, ambao tunaweza kuwahesabu na kuwaita watu walioishi maisha ya imani na maisha ya uaminifu na maisha mazuri katika mahusiano yao binafsi pamoja na Mungu wao. Mara nyingi Mungu ametufundisha kupitia hao na kupitia maandiko kwamba subira ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu. Ndiyo sababu ambayo iko nyuma ya uandishi wa Paulo katika Warumi sura ya 12 aya ya 12 anaposema, kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu. Kwa sababu Paulo anataka kutufundisha kwamba baadhi ya dhiki ambazo tunakutana nazo katika maisha yetu zinahitaji tuwe na subira kabla dhiki hizo hazijaondoka. Anaandika katika Warumi sura ya 8 aya ya 25 akisema, bali tukitarajia kitu tusichokiona, kwa kungojea kwa saburi. Anashughulika hapa na mambo ya wokovu, na anapoandika kuhusu mambo ya wokovu, Paulo anasema wokovu nao unahitaji subira, kwa sababu hata swala la utakatifu si swala ambalo linatokea overnight. Ni jambo ambalo linahitaji uvumilivu, kwa sababu tunakuwa kutoka utukufu kwenda utukufu, hatua baada ya hatua, siku hata siku, tukiendelea kumsogelea Mungu wetu. Imeandikwa katika kitabu cha Efeso sura ile ya 4 na ile aya ya 2 kwamba hata katika mahusiano ambayo tunakuwa nayo katika makanisa, katika jamii ya hao waaminio, katika maisha yetu ya Ukristo, inahitaji kuwa na subira. Na ndio maana anaandika Paulo akisema, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Na huenda pamoja na mafungu mengi ambayo tunayo katika maandiko ambayo yanaongelea habari ya kungoja na kusubiri, moja kati ya aya ambazo zinaweza zikawa ni maarufu sana ni ile ambayo iko katika Isaya 40 na ile aya ya 31, mahali ambapo maandiko yanasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu hawatazimia. Maandiko matakatifu yanahimiza umuhimu wa swala la kusubiri. Na tunapoelekea katika miisho hii ya tafakari hii fupi ya dhima hii ya kuwa na subira, ya kungoja, chumba cha kungoja cha uvumilivu, ninataka tujikumbushe kwa dakika chache hizi zilizosalia swala lililotokea katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 1 na ile aya ya 4. Wakati Yesu alipowaambia wanafunzi wake wangoje kwanza Yerusalemu, wasitoke mpaka watakapoipokea ile ahadi ya Baba, ahadi ya ujio wa Roho Mtakatifu. Na kukukumbusha tu mambo machache, ilikuwa ni baada ya maagizo ambayo walikuwa wameyapokea
maagizo ya kutoka na kwenda kuhubiri habari njema na kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi wa Yesu, wakiwabatiza na kuendelea kuwafundisha katika maagizo yale ambayo Yesu Kristo alikuwa kwanza amewafundisha wanafunzi wake. Lakini pamoja na shauku kubwa ambayo wanafunzi wa Yesu walikuwa nayo, baada ya kuwa wamekatishwa tamaa na baada ya kuwa wameona sasa wanatiwa moyo na ufufuo wa Yesu ambao ulikuwa umetokea, baada sasa ya kuonana na Yesu uso kwa uso, na yale matumaini yao ambayo yalikuwa yamekufa yameanza kuonekana sasa yanafufuka, waliingia katika hali ya kushawishika na hali ya utayari wa kutoka na kwenda kuifanya kazi ya Mungu ambayo ilikuwa mbele yao. Wajibu uliokuwa mbele yao ilikuwa kufanya yale ambayo kwanza yalikuwa hayajawahi kufanyika hapo kwanza. Walihitaji kwenda mahali ambapo walikuwa bado hawajafika kwanza. Walihitaji kwenda kuzungumza na watu katika lugha ambazo hapo kwanza walikuwa hawajawahi kuzitumia lugha hizo. Walihitaji kutoka na kwenda kufanya kazi ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana kwa ajili ya wokovu wao na kwa ajili ya wokovu wa watu ambao waliwazunguka. Na wewe na mimi mwanzoni tunaweza tukawa tumedhani kwamba agizo la mwisho kabisa ambalo Yesu Kristo alilitoa kwa wanafunzi wake ilikuwa ni agizo la kutoka na kwenda. Lakini kama tutatulia na kusoma vizuri maandiko na kufanya uchunguzi makini wa kile ambacho Yesu aliagiza mara ya mwisho kabisa kabla hajapaa kwenda mbinguni, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na ile aya ya 4, agizo la kwanza kabisa ambalo walihitaji kulitekeleza kabla hawajaondoka na kwenda kufanya ya muhimu ambayo Mungu aliwataka kuyafanya, halikuwa agizo la kuondoka na kwenda kutekeleza, lilikuwa agizo la kungoja. Maisha haya yanatutaka kungoja. Na katika kungoja, Joyce Meyer, moja ya wahubiri maarufu sana, sio Mwadventista msabato, lakini nilipenda maneno yake haya ambayo ninayanukuu. Anasema, wakati ule wa kungoja si wakati tu wa kukaa ukiwa huna jambo lolote lile ambalo unalifanya. Wakati wa kungoja sio tu wakati wa kusubiri ukiwa haufanyi kitu chochote. Swala la kungoja ambalo linazungumziwa hapa ni jinsi ambavyo tunashughulika, hasa namna ambavyo tuna behave katika kipindi kile ambacho Mungu ametuagiza kukaa katika hali ile ya kungoja. Na kipindi kile ambacho wanafunzi wa Yesu walikaa katika hali ya kungoja, walielewa vizuri wajibu ambao Mungu alikuwa amewataka waufanye. Hapo kwanza, kipindi fulani alipowaambia wakae wangoje, wakati Yesu anakwenda mbele kidogo, aliporudi alikuta katika hali ya kungoja walikuwa wamelala usingizi. Kuna kipindi fulani ambapo Yesu aliwaacha wanafunzi wakiwa peke yake na akawatanguliza watangulie mbele kwenda majini na kuvuka kwenda ng'ambo wakitumia kile chombo. Alipowaacha peke yake safari hiyo, hawakujua wajibu wao vizuri na walikwenda wakiwa katika manunguniko na kusikitika kwamba kwa nini Yesu alikataa cheo baada ya miujiza na mahubiri mengi aliyokuwa ameyafanya, na watu wakitaka kumfanya awe mfalme. Hawakuelewa nini cha kufanya wakati Yesu alipowaacha wabaki wakiwa peke yao. Safari hii alipokuwa anaondoka akiwaacha wabaki wakiwa peke yao, Yesu Kristo alipowaambia wangoje, walielewa maana ya kubaki peke yao na kungoja ahadi ambayo Mungu alikuwa amewapatia. Wengi wetu katika maisha yetu, katika kumngoja Bwana, katika kusubiri ahadi zile ambazo ameahidi katika maisha yetu, katika kusubiri kile ambacho tumesoma katika maandiko kinachotakiwa kutimia, alichosema kwamba anawaza mambo mema kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya siku za usoni. Katika kungoja ahadi ile aliyosema tutapita katika maji mengi wala hayatatugharikisha. Katika kungoja ahadi ile aliyosema tutakwenda katika miali ya moto lakini haitatuunguza. Tunapokuwa katika kungoja, ni nini ambacho tunafanya? Sio wakati wa kukaa ukiwa umekaa pasipokuwa na shughuli yoyote ile ya kufanya. Walielewa wajibu wao. Walikaa katika kuomba. Walikaa katika kuomba. Walikaa katika kuomba.
walikaa katika kuomba, na walipokuwa katika hali ya kungoja huku wakiomba, hawakujua ni lini ahadi ile ingeweza kutimia. Ulihitajika uvumilivu. Hawakujua ni tarehe ngapi ahadi ya ujio wa Roho Mtakatifu ingeliweza kutimia. Hawakujua ni siku gani ingeweza kutimia ahadi ile. Hawakujua kwamba huenda labda ingechukua miezi mingapi, au labda huenda ingeweza kuchukua miaka mingapi. Walikaa katika hali ya kungoja, na katika kungoja kule safari hii hawakukaa pasipo kazi yoyote ile ambayo walikuwa wanaifanya, bali walingoja wakiwa katika hali ya maombi. Ninaona kwamba kama kanisa litabaki katika kungoja ahadi ya Bwana pasipokuwa na chochote ambacho tunakifanya katika kumlilia Bwana kupitia sala, katika kumlilia Bwana kupitia maombi, katika kumlilia Bwana katika nyakati kama hizi za vipindi vya kukusanyika na kuutafuta uso wake, kama kanisa likingoja katika hali ambayo hatui katika maombi, hakuna chochote ambacho kitafanyika na hatutakuwa na progress ambayo tutakuwa tunaiona katika maisha yetu ya kiroho. Asubuhi ya leo ninaita wito kwako, ninatoa wito kwa kanisa zima, ninatoa wito kwa wale ambao wanatutazama kupitia mitandao, kwamba wakati wa kungoja ni wakati kwanza wa kukaa katika maombi. Na unajua, unapokuwa katika maombi unabadilishwa. Unapokuwa katika maombi unatiwa moyo. Walipokuwa katika maombi tabia zao zilibadilishwa. Hofu zao ziliondolewa, tofauti zao ziliondolewa. Hali ile ya kila mmoja kutafuta kuwa juu kuliko mwenzake iliondoka. Hali ya mmoja kumtazama mwenzake kuwa ni duni na dhaifu kuliko yeye mwenyewe iliondoka. Walijenga hali ya kuwa na upendo walipokuwa katika maombi yale ya kungoja ahadi ambayo Yesu Kristo alikuwa amewaahidi. Na mimi ninakutia moyo katika asubuhi ya leo kwamba kama kuna mambo ambayo unayangoja, kama kuna mambo ambayo unasubiri Bwana akutendee, usingoje ukiwa umenyamaza. Usingoje katika hali ya kukata tamaa. Usingoje ukiwa hali hata huna nguvu ya kuendelea kuomba kwa sababu jambo limechukua muda mrefu. Endelea kuomba, endelea kuamini, endelea kungoja, endelea kudai ahadi za Bwana ukiwa katika magoti yako. Haitachukua muda mrefu kabla Bwana hajafanya jambo fulani katika maisha yako. Ninaomba hii iwe tafakari yetu asubuhi ya leo tunapokwenda kuianza siku, na Mungu atubariki sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.